Movie inaanza na binti fulani anaitwa Bella. Alikuwa chumbani kwake amelala, na mida usiku mwingi mno. Kuna mshikaji akaja pale akawa anamendea. Inaonekana mshikaji alikuwa anataka kuichapa huyu. Ghafla Bella akashtuka, akashika kisu, akamwambia ukijaribu kusogea nitakuchoma na hichi kisu. Mshikaji anamwambia vipi wewe? Tulia basi. Punde mama yake Bella akatokea pale. Anasema kinaendelea nini hapa? Bella anasema kwamba ndo nikuulize wewe, waga unaotoa wapi hawa watu wa kipuuzi kama hawa? Watu wapumbavu sana. Mama yake Bella akasema ngoja. Alijaribu kushika kweli? Akamuuliza yule mshikaji, wewe ulitaka umfanya nini binti yangu? Yule mshikaji anasema kwamba nilitaka nimuonje na yeye, niangalie kama na yeye ni mtamu kama wewe. Kwa hiyo nijue kati ya mama na mtoto yupi ni mtamu zaidi. Mama yake Bella akamwasha kofi kinoma, alafu akamfukuza mshikaji pale chumbani kwa binti yake. Sasa iko hivi, huyu mama yake Bella ni single mother na amemlea Bella tangu akiwa binti mdogo yeye mwenyewe tu. Sasa mara nyingi mama yake Bella upulu ukimshika, waga ananoa vibenteni vyake huko nje, alafu anavileta ndani, vinamshughulikia. Sasa huyu mshikaji alikuwa ni moja ya vibenteni ambavyo amevitafuta huko nje. Ndio mshikaji akataka kinukishe kwa Bella, yani yale mama pamoja na mtoto. Bahati nzuri mama yake Bella aliwahi kabla kile kitendo hakijafanyika. Sasa baada ya kile kitendo kutokea, Bella alilalamika kinoma, akawa anamlaumu sana mama yake. Anasema kwamba mama yake amekuwa na tabia za ajabu mno. Mama yake akamwambia kwamba Bella, mimi ni mama yako, kwa hiyo unanitukana. Bella akamwambia kwamba sijakutukana, yani jinsi wewe ulivyo tu hapo ni tusi tosha. Kwa hiyo haina haja ya mimi kukutukana. Hapa nilipo paka umri huu mimi simjui baba yangu. Uko bize huko mtaani kukitembeza, kila mwanaume uko naye tu. Bella akalalamika sana, akawa anatoa machozi mno. Anasema kwamba anajuta sana kuwa na mama wa namna hii. Hivi kwani uchoki we mama? Uchoki leo uko na mwanaume huyu, kesho na huyu? Yaani nahisi nilifanya makosa makubwa sana wewe kuwa mama yangu. Si labda nilimkosea Mungu mimi sehemu, akanipa mzazi kama wewe. Haya maneno alimchoma sana mama yake Bella. Kisha Bella akasepa tu. Nataka nikukumbushe wewe mtumiaji wa Halotel kwamba hatuzimi data kwa matumizi ya internet na bando nafuu. Tupo na Don Bundles ambaye anakuletea bando kwa bei rafiki kabisa ili uweze kuokoa gharama zako katika matumizi ya bando. Gharama ya package ni kama unavyoona kwenye screen yako, ambapo GB 10 utapata kwa 9500, GB 13 utapata kwa 12000, GB 15 kwa 14000 na kuendelea. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0616807602. Don Bundles, hatuzimi data. Upande wa pili tunamwona mchizi anaitwa Steve. Alikuwa na jamaa yake anaitwa Marvin. Hawa washikaji wanakaa geto moja, ni washikaji sana tangu muda mrefu sana. Sasa Steve hana kazi, ni jobless. Jamaa amejaribu kutafuta kazi kila kona, lakini hajawahi kupata kazi, maskini ya Mungu. Sasa Marvin hapa akawa anamwambia kwamba mshikaji aamke na ajaribu kwenda kitaani kwa kutafuta kazi, ila Steve anasema yeye amechoka, ameshatafuta kazi mpaka amechoka. Kwa anasema kwamba hatojisumbua tena kwenda kutafuta kazi. Marvin akawa anamwambia kwamba asikate tamaa, anajua kwamba kupata kazi ni ngumu, lakini inahitaji kupambana, hivyo mdogo mdogo atapata. Steve anasema kwamba amefanya interview nyingi lakini kazi hapati, kwa hiyo ni bora yeye atulie tu. Marvin akamwambia kwamba atamsaidia kutafuta kazi huko nje. Upande wa pili tunamwona Bella yuko na mama yake. Sasa hii siku alikuwa amemletea matokeo ya shuleni kwao huko. Bi mkubwa akawa anafungua kwa bashasha, anategemea labda pale atakuta ma A, ma B, lakini cha ajabu alikutana na hiyo miswaki. Mtoto kazungusha tu. Bi mkubwa akamwambia kwamba matokeo ya aina gani haya wewe? Bella anasema ndo hivyo, nimejaribu kadri ya uwezo wangu ndo nikapata hivyo. Yaani unasema hapo ndo umejaribu kadri ya uwezo wako? Max gani hizi wewe? Bi mkubwa akawa anamlalamikia sana Bella. Anasema kwamba Bella amekuwa mvivu, hajitahidi kabisa katika masomo. Bella anasema kwamba akili zake ndo zimeishia hapo. Sasa Bella alikuwa anatakiwa kupata scholarship na kwenda kusoma nje ya nchi. Sasa kuna marks anatakiwa azifikishe ndipo aweze kuruhusiwa kwenda kusoma huko nje ya nchi. Sasa zile marks hazikufika. Mkubwa wake alikuwa anamwambia kwamba kwa huu ufaulu ambao umeupata unategemea utaendaje nje sasa. Bella anasema mimi sijui, wewe angalia namna yote ya kufanya mimi niweze kwenda kusoma nje. Angalia namna yote ile, lakini mimi sijui nifanye nini hapa. Mkubwa anamwambia kwamba uweze kwenda kusoma nje kwa namna ulivyofeli hivi. Umefeli mno. Sasa wakazozana mno mpaka mkubwa akamwasha kofi Bella. Yaani yule na mama yake ni kama maji na mafuta tu, kila muda lazima wazinguane. Sasa mama yake Bella ana mdogo wake fulani hivi, akaja akawa anamshirikisha kuhusu mambo ya familia yake. Anasema kwamba binti yake anafeli sana. Akawa anamuomba ushauri afanye nini. Yule dada akamwambia kwamba kama unataka binti yako abadilike, unatakiwa ubadilike kwanza wewe. Hizo tabia zako za ajabu ajabu kila siku unabadilisha wanaume, ndio unamfanya binti yako na yawe mpumbavu kama wewe tu. Sasa mama yake Bella akakubaliana na huyu dada kwamba itakuwa ni vizuri kama atamtafutia mwalimu wa tuition. Kwa hiyo siku Bi mkubwa ndo akawa na maongezi na binti yake na akamwambia kwamba anamtafutia mwalimu wa tuition. Ila Bella ili swala kuonekana kama vile amelipenda, yeye akasema kwamba hataki mwalimu wa tuition. Ila Bi mkubwa akasema kwamba lazima nitakutafutia mwalimu wa tuition, maki umefeli sana. Upande wa pili hapa ni nyumbani kwake Marvin pamoja na Steve. Sasa Marvin leo amekuja na akampa habari njema sana mshikaji wake. Akamwambia kwamba
amepata kazi kwa ajili ya Steve. Steve akamwambia kwamba kazi gani? Mshikaji akasema kwamba amepata kazi ya ualimu. Sasa yule mama yake Bella ni bosi wake Marvin. Kwa mama yake Bella alimwambia Marvin kwamba anatafuta mwalimu kwa ajili ya tuition ili aweze kumfundisha binti yake. Kwa Marvin akasema anafahamiana na mwalimu na ndio akamuunganisha Steve. Sasa Steve alifurahi kinoma, hatimaye naye amepata kazi. Sasa hii hapa siku Steve ndo akaenda kuripoti kazini sasa nyumbani kwao Bella. Amefika akagonga mlango pale, Bella ndo akaenda kufungua. Lakini kwa mara ya kwanza tu Bella alivyomuona mshikaji, akatokea kumzimikia kinoma. Akamwangalia kwa macho fulani hivi ya kulegea. Basi akamkaribisha paka ndani. Bi mkubwa ndo akawa anatoa pale utambulisho. Bi mkubwa akamwambia kwamba huyu anaitwa Steve, atakuwa mwalimu wako wa tuition. Bella akasema mama unasemaje? Lakini si nilisema sitaki mwalimu wa tuition. Bi mkubwa akamwambia kwamba ndo nishamleta hivyo, lazima akufundishe. Alafu akasepa akawaacha wawili pale. Basi washikaji wakaanza darasa. Jamaa akawa anampigia pindi kinoma Bella. Ila jamaa akiwa anamfundisha hivi, Bella anaonekana mawazo yake yako mbali mno. Akawa anamwangalia mshikaji kwa macho yale ya kulegea. Mshikaji akamwambia kwamba wewe Bella, uko sawa kweli? Bella unanisikiliza kweli wewe? Bella ndo kustuka yeye unasema. Sasa Bella akawa anamletea mshikaji pigo za ajabu. Unakuta mara anamlalia hivi mkononi. Steve anamwambia kwamba Bella, tupo hapa kwa ajili ya kusoma, sio kwa ajili ya mambo mengine. Bella akamwambia kwamba nisikilize, kwani mama yangu anakulipa shilingi ngapi? Steve akasema wewe ni juu yangu mimi na mama yako. Bella akamwambia Steve kwamba yuko radhi kumlipa hata mara 2 zaidi ya pesa ambayo anamlipa mama yake, ili mradi tu Steve ampe ushirikiano kwenye kitu ambacho Bella yeye anakitaka. Mshikaji akamwambia kwamba lakini wewe unatakiwa usome kwa bidii ili uweze kupata scholarship ya kwenda nje. Bella akamwambia tena na mambo ya kusoma bwana, wewe fanya kitu ambacho nakwambia, hata hivyo unahitaji pesa wewe. Yaani Bella ana mambo ya ajabu kinoma. Kwa kifupi ni kwamba akawa anajaribu kujitongozesha kwa mshikaji. Haya bana, hii hapa siku nyingine mshikaji tena akaja kumfundisha Bella bana. Akawa anampigia pindi kinoma pale. Ila cha ajabu ni kwamba Bella hata angalii kitabu, anamwangalia mshikaji tu. Steve akamwambia kwamba Bella, mbona ujiweka mawazo kwenye masomo? Unaonekana kabisa modi yako haiko hapa. Bella akasema kwamba mimi sipendezwi na masuala ya masomo, mimi napendezwa na wewe. Mshikaji akasema kwamba hicho kitu hakiwezi kutokea. Wewe ni binti ambaye bado mdogo sana na unahitaji kusoma kwa ajili ya kesho yako, kuona kwamba weke akili yako kwenye masomo. Ila Bella anaonekana anachowaza ni mapenzi tu. Punde mama yake Bella akatokea pale, ndo alikuwa ametoka kazini hivi. Basi wakawa wanasalimiana na nini pale. Lakini hii siku mama yake Bella alikuwa amemletea kizawadi kidogo Steve. Alikuwa amemletea saa fulani vikali kinoma. Basi bi mkubwa akampatia ile saa Steve. Steve akashukuru kinoma ni. Sasa Bella akashangaa. Imekuwaje bi mkubwa wake ameanza kumletea vijizawadi Steve? Maana anajua tabia za bi mkubwa wake. Bella akabaki na mshangao mkubwa sana pale. Basi mida usiku mwingi hivi mshikaji amerudi mageto, akampa hizi taarifa rafiki yake kwamba bosi wake leo amempa saa. Akamwambia, amekupa saa? Mbona ghafla sana? Huna hata wiki kazini lakini ameshaanza kukuletea zawadi. Mshikaji akasema si unajua namfundisha binti yake vizuri na vitu kama hivyo. Hili swala likamshtua sana Marvin. Akasema lakini sawa, naomba kisije kikatokea kitu ambacho nakifikiria mimi. Marvin kuna kitu akawa nakifikiria, lakini wakaachana na haya mazungumzo. Upande wa pili Bella alikuwa na mazungumzo na mama yake, ambapo mama yake alikuwa anamuuliza kwamba Steve anamfundisha vipi. Bella akasema kwamba Steve anafundisha vizuri sana. Bi mkubwa akatabasamu kichizi yani. Ila Bella akamuuliza mama yake kwamba hivi kwa nini unapenda kumletea zawadi Steve? Mama yake akasema kwamba kwani kuna ubaya wote? Lakini si ni mwalimu wako. Nimeona anakufundisha vizuri na ndio maana nimemletea zawadi. Bella akasema ingekuwa kwa mama wengine kusingekuwa na ubaya, lakini kwa mama yangu mimi ninayemjua lazima kuwe kuna kitu. Bella akamwambia mama yake kwamba kama unamletea hizi zawadi kwa nia njema basi ni vizuri, lakini kama kuna kitu kingine ambacho nakipanga naomba uache mara moja kwa sababu sitopendezwa nacho. Basi mshikaji akaendelea kuja kazini, ambapo leo amejitahidi kumpigisha pindi Bella, ila Bella anapiga miayo tu. Bella anaonekana kwamba mawazo yake hayako hapa kabisa. Kafikia stage mpaka mshikaji akaanza kumind. Akamwambia kwamba hivi wewe binti una shida gani? Mbona unakuwa mpumbavu kiasi hiki? Jamaa akamind kinoma Bella. Bella akamwambia kwamba kwa hiyo unanitukana au? Steve akasema hapana, sio kama nakutukana. Hivi unajua nafasi ambayo umeipata wewe, kuna watoto wengi sana huko nje wanatamani waipate hiyo nafasi ya kusoma, lakini wameikosa kwa sababu ya upungufu wa fedha, lakini wewe umeipata alafu unaichezea. Bella akasema kwamba hiyo nafasi yeye haitaki. Basi washikaji wakazinguana sana pale ile siku, lakini ukiwa naendelea kwenye mazungumzo, mama yake Bella akatokea. Alikuwa amemletea zawadi kwa mara nyingine tena Steve, akampatia, alafu akasema kwamba yeye anatoka. Hii kitu ikampiga tena Bella, akashangaa kinoma. Akamuuliza mshikaji kwamba hivi wewe, kwa nini mamangu kila siku anakuletea zawadi? Mshikaji akasema kwamba si anaona kazi ambayo naifanya kwako ni kazi ngumu sana. Tuendelee na masomo bwana. Bella akaonekana mudi imekata kabisa na akamwambia mshikaji kwamba kwa leo darasa ndo limeishia hapo. Steve akaja kumwambia Marvin huku kwamba yule bibi mkubwa amemletea zawadi nyingine, ilikuwa ni shati hivi. Sasa Marvin mpaka akashangaa. Akasema mbona kama inaanza kwenda mbali? Mbona sio kitu cha kawaida? Steve anasema mbona kitu cha kawaida tu jamani? Sinamfundisha binti yake.
Marvin akaweka question mark. Akahisi hapa kuna kitu hapa. Sasa kumbuka kwamba hata Marvin naye anafanya kazi kwa yule bi mkubwa ofisini huko. Yule bi mkubwa amemwajiri. Lakini Marvin yeye hajawahi kuletewa kitu chochote kile. Kwa hiyo akawa anashangaa, mbona Steve ndo kila siku anamiminiwa mizawadi hapa? Akahisi kuna kitu hakipo sawa. Upande wa pili tunamuona mama yake Bella alikuwa na shoga yake fulani hivi, wakawa wanapiga stori mbili tatu. Lakini kwenye stori zao mama yake Bella akawa anamsifia sana Steve. Anasema kwamba Steve ni mwanaume ambaye anaonekana ni mtamu mno. Anasema kwamba na anatamani siku moja aje alale naye. Yule bi mkubwa akamwambia kwamba hivi uko sawa kweli? Mama yake Bella anasema ndio niko sawa. Hapa na wewe uko sawa. Unajua uko sawa kweli wewe? Mama yake Bella anasema wewe utajua mwenyewe, lakini yule kijana ni mtamu sana. Unajua nini? Natambua kwamba binti yako Bella ana matatizo yake. Lakini matatizo yako wewe ni makubwa mno. Na pengine amerithi kutoka kwako, yani una matatizo makubwa mno. Mama yake Bella yeye ndo ameshazama hivyo, haambiliki wala haelezeki kwa Steve. Anasema kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kumngoa kwa Steve. Yule mdada akaona ujinga hapa, akaona anaongea na mpuuzi, akaamua aondoke tu. Bi mkubwa akajitupa pale kwenye kochi, alafu akawa amekumbatia mtu, akawa anashumu ule mtu ndio Steve. Alafu akawa anajibebisha kinoma yani. Basi bana, kuna hii hapa siku mshikaji amekuja tena kazini. Sasa hii siku Bella alikuwa ametoka. Kwa hiyo Steve akabaki pale na bi mkubwa. Bi mkubwa akawa anamwangalia Steve. Anamwambia kwamba hilo shati limekupendeza. Mshikaji akasema kwamba ndio lile ambalo ulininunulia. Mama yake Bella akawa anatabasamu tu, akaanza kumsogelea mshikaji. Akawa anajaribu kujibebisha pale, ila mshikaji akawa anaogopa kinoma yani. Sasa wakati hicho kitendo kinaendelea, Bella akatokea pale. Akawa ameshaelewa kila kitu ambacho kinaendelea. Akamwangalia mama yake, akasikitika sana, kisha akasepa tu. Yule bi mkubwa akawa anaendelea kumforce pale Steve. Inaonekana alikuwa anataka kinuke pale pale. Bi mkubwa anaga hata aibu. Steve akawa anakataa, ikabidi anyanyuke ili asepe sasa. Sasa baada ya muda mwingi hivi, Bella akarudi nyumbani. Bi mkubwa akamwambia kwamba Bella unatoka wapi? Bella akawa kimya. Nakuuliza Bella unatoka wapi? Bella akamwambia kwamba naomba usiniulize maswali yako ya kipuuzi. Kwa hiyo ulitegemea nikae humu ndani nikuangalie ukifanya upuuzi wewe na Steve hapo? Bella akamwambia mama yake kwamba ninakupa onyo, fanya yote lakini usije ukatoka na Steve. Mama yake akamwambia kwamba na kama nikitoka naye utanifanya kipi? Bella akamwambia mama yake kwamba huna aibu hata kidogo wewe. Bella, mimi ni mama yako, kwa hiyo naomba usinijibu ovyo. Bella akamwambia kwamba kuwa sasa kama mama. Kwa nini haupo kama mama? Unakuwa kama mtu wa ajabu tu. Bella nisikilize, Steve ni mwalimu wako wa tuition. Kwa hiyo kuna ubaya gani kama mimi nikiwa kwenye mahusiano naye? Bella naye akasema kwamba anampenda Steve. Anasema kwamba Steve ndo mwanaume wake wa kwanza kumuelewa katika maisha yake. Kwa hiyo anamwomba mama yake aachane na Steve kabisa. Mama yake akamwambia kwamba Bella wewe ni binti mdogo sana. Unatakiwa kusoma sasa hivi, hutakiwi kuwa na mahusiano yoyote yale. Bella akasema kwamba nina miaka 17. Mwakani nafikisha miaka 18. Kwa hiyo kisheria nitakuwa naruhusiwa kuwa na mpenzi. Nimefurahi sana. Kwa kuwa unajua bado ni binti mdogo sana. Sasa kwa kuwa unajua bado ni binti mdogo, alafu mimi umri wangu ni mkubwa, basi niachie mimi Steve kwa mwaka huu, ni enjoy naye. Alafu mwakani ukishafikisha miaka 18, ndio nitakuachia sasa Steve wako. Bi mkubwa ni wa ajabu mno. Unajua vijana kama Steve ni wepesi sana kuvunja moyo wa mwanamke. Kwa hiyo kama ukako ni kadogo sana mwanangu, katavunjwa bure, ni bora niachie mimi mzoefu ndo ni dili na Steve. Bella akasikitika mno, akasema kwamba ninajuta sana wewe kuwa mama yangu. Ninahisi kama nilipewa laana kwenye maisha yangu kuwa na wewe. Bella akasikitika kinoma, kisha akasepa. Huku kwa mwanetu Steve na yeye amemind kinoma, akawa anamsimulia mshikaji wake Marvin. Anasema kwamba mtoto na mama yake anamtaka na anamweka kwenye wakati mgumu mno. Akawa anajiuliza aache kazi au aendelee. Ila mshikaji wake akawa anamwambia kwamba anachotakiwa kufanya ni kufocus na kazi tu na achane na haya masuala ya mapenzi. Yeye ajitahidi kuepuka wote wawili. Basi kesho yake mshikaji akaingia tena mzigoni. Akawa anampigia pindi pale Bella. Hasa kuna vitu alikuwa ameshawahi kumfundisha Bella siku za nyuma huko. Akamuuliza swali rahisi kabisa. Akamwambia kwamba niambie maana ya osmosis. Ila Bella anasema yeye hajui kabisa na hajawahi kusikia kitu kuhusu osmosis. Mshikaji akamind mno. Akamwambia kwamba lakini Bella, mbona tumeshasoma haya mambo? Inashangaza sana mpaka sasa hivi hujui. Bella akasema kwamba lakini mimi sijui. Kwa hiyo analazimisha kwamba nijue. Yaani Bella akawa anamjibu mshikaji ovyo tu. Mshikaji akawa anaona hii kazi inazidi kuwa ngumu kwake. Wakazingwana mno ambapo Steve akamind na akasepa. Sasa baada ile siku Steve alisema kwamba hatorudi tena kazini. Ila mshikaji wake akawa anamwambia kwamba kazi zimekuwa ngumu, wewe vumilia tu. Steve akasema kwamba hawezi kuwa anafanya biashara kichaa. Ama ile ni kama kutonga maji kwenye kinu tu. Kila siku anamfundisha dogo, lakini dogo haelewi. Sasa Marvin akamshauri kitu kimoja Steve. Akamwambia kwamba
Kwa kuwa zimebaki wiki 2 mwezi uishe, basi Steve apambane mpaka mwezi ukishaisha, apokee mshahara wake ndipo asepe. Basi mchizi akarudi tena mzigoni. Sasa hii siku amefika sebuleni pale, Bella akagoma kuja, alikuwa amekaa kule chumbani. Mshikaji akakaa kama masaa 2 hivi mpaka akamaindi. Ikabidi amfuate Bella huko chumbani. Anamfokea kinoma, anamwambia kwani unataka nini wewe? Bella anasema nakutaka wewe. Mshikaji akakasirika mno, akampiga kisi kwa hasira mno. Akamwambia kwamba hicho si ndio kitu ambacho unataka? Nimeshakupiga kisi. Si unataka mapenzi wewe? Nimeshakupa. Twende tukasome. Jamaa akachafuka mno, alafu kisha akasepa. Sasa hichi kitu kilimuuma sana Bella. Bella akakaa pale alilia sana hii siku. Kaja paka huku sebuleni, akagundua kwamba amefanya kitu ambacho sio sahihi kabisa. Bella naye akaja pale. Mshikaji akamwomba msamaha tu. Basi maisha yakaendelea bana. Kesho yake mshikaji akaja tena mzigoni. Lakini amemsubiria sana hivi Bella. Ila Bella hajaja. Ikabidi aje paka huko chumbani kwa Bella. Akamkuta Bella yuko hoi kinoma. Sasa kutokana na kwamba mama yake Bella alikuwa na tabia za ajabu kila siku anabadilisha wanaume, hili mpelekeaga Bella paka kuja kuanza kuwa anatumia madawa. Kwa hiyo siku alikuwa amepiga madawa mpaka akazima. Steve ndo akaingia chumbani kwa Bella, akamkuta Bella amezima pale. Akachanganyikiwa kinoma. Akajiuliza afanye nini? Akasema ngoja aende chumbani kwa mama yake Bella kumwambia ili aweze kutoa msaada. Ila cha ajabu chumbani kwa mama yake Bella akamkuta bi mkubwa yuko na mwanaume wamelewa chakali, wanaonekana wamekiwasha usiku mzima. Mshikaji ndo akazidi kuchanganyikiwa. Ikabidi amchukue Bella akampeleka paka hospitali. Sasa muda umekwenda paka usiku umefika hivi. Bi mkubwa anashangaa mbona amuone binti yake. Kwenda chumbani amuone, akipiga simu inaita tu, akachanganyikiwa mno. Ndo akapata wazo la kuweza kumpigia Steve. Akampigia Steve akamwambia kwamba tuko hospitali. Nilimkuta Bella amezidiwa sana. Bi mkubwa akaanza kumlalamikia Steve. Steve akamwambia kwamba nilitaka nikupe taarifa lakini nilikukuta huko na mwanaume. Sasa kile kitendo cha binti yake kuumwa alafu yeye alikuwa akifanya starehe kilimuuma sana mama yake Bella. Alijisikia vibaya kishenzi yani. Kwa hiyo akaja huko hospitali akamwomba msamaha binti yake na akamwambia kwamba haturudie tena hizi tabia na akamuelezea sababu ya kuwa anafanya hii tabia. Sasa iko hivi, mama yake Bella kipindi yuko binti mdogo aliwahi kubakwa na baada ya kubakwa ndo akapatikana Bella sasa. Kwa hiyo kile kitendo kilimuathiri kisaikolojia na akajikuta nyumbani kwao amefukuzwa kwa sababu wazazi wake walimwambia autoe ujauzito ila yeye akakataa kuutoa. Kwa hiyo akaingia mtaani, ikabidi aanze kufanya biashara ya kuuza mwili wake. Hapo ni baada ya kumzaa Bella sasa. Kwa hiyo bi mkubwa akawa anauza mwili ili aweze kumhudumia Bella maisha yaendelee. Kwa hiyo kuanzia hapo bi mkubwa aliathirika kisaikolojia kabisa. Akawa anaona mwili wake hauna thamani tena na ndio maana akawa anautumia ovyo ovyo tu. Basi akaombana msamaha pale na binti yake na binti yake akamsamehe kabisa na wakawa na amani kabisa. Huku upande wa pili Steve na Bella walikuwa wameshaanza kuelewana bana. Steve akamweka wazi Bella kwamba naye anampenda na washikaji wakaingia kwenye mahusiano na mambo akawa poa kabisa. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa movie inaitwa Private Tutor. Niandikie maoni yako, umeonaje movie? Hii hapa ni High14 Recap na mimi hapa ni Clever OG. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe ili kwanza kupata kazi zetu pale zinapotoka. Till next time.